Karibuni tena. Kwa majina naitwa Mwalimu Isa Albano Mcholi, ni mwalimu wa wasilishaji masomo ya kielimu. Leo nitakuja kuelezea dalili zinazoonyeshwa na mwanafunzi aliyefanikiwa. Mimi kama mwalimu nimefanya uchunguzi wa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wanatofautiana mazingira waliotokea, wanatofautiana uwezo wao binafsi, wanatofautiana tabia, wanatofautiana pia na mafanikio. Kwa hiyo kubaini mafanikio mwanafunzi inahitaji uwe naye karibu sana ili kuweza kugundua. Kwa hiyo mimi, kwa sababu kila siku huwa ninaishi na wanafunzi, nimegundua kwamba kuna dalili ambazo wewe kama mwalimu au wewe kama mzazi unaweza ukazitumia zikakupa ishara kubaini kwamba huyu ni mtoto aliyefanikiwa au bado anahitaji msaada zaidi ili kuweza kubadilisha kuelekea katika mafanikio. Dalili ya kwanza ya maisha ya mwanafunzi aliyefanikiwa ni kuwa na ratiba. Wanafunzi wote ambao wana mafanikio makubwa unakuta wana ratiba binafsi. Wanajua kwamba muda huu ni wa mimi kujisomea, muda huu ni wa mimi kuwasaidia wazazi wangu, muda huu ni wa mimi kucheza, muda huu ni wa mimi kupumzika. Yaani wanakuwa na ratiba na wanafuata ratiba bila kulazimishwa. Wenyewe automatically wanajua kwamba hii ratiba yangu na wanafuata kila siku. Kwa hiyo ukiona mwanao anafuata ratiba yake bila wewe kumpush, bila wewe kumlazimisha, inaonyesha kama mwanao tayari ameanza kufanikiwa. Lakini dalili ya pili, anakuwa ana malengo ya wazi, na muda mwingine anakuwa anayasema. Anaweza kukuambia kwa sababu, baba, mimi malengo yangu nataka kuja kuwa daktari, baba, mimi nataka kuwa mwalimu, baba, mimi nataka kuwa pilot, au mwalimu kama mwalimu, mimi nataka nisome niwe fulani. Kwa hiyo ukianza kuona hiyo na anakuambia sio kwa kutania, na unaanza kuona anatumia kwa jitihada, anatafuta mbinu, anajitahidi kujisomea. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hii ni dalili mojawapo ya mwanafunzi ambaye ameanza kufanikiwa. Lakini dalili ya tatu, mwanafunzi anakuwa na hamu ya kujifunza, anatafuta vitabu. Yaani yeye hategemei tu maarifa ambayo amefundishwa darasani na mwalimu. Anatafuta vitabu, anasikiliza redio, anasikiliza. Sasa hivi kuna mafunzo mbalimbali kwenye simu, kwenye kompyuta. Yaani yeye unaona kunakuwa na ile jitihada binafsi ya bila wewe mwalimu force. Yaani yeye anakuwa ni mwenyewe anafahamu kwamba huu ni wajibu wangu, anatimiza majukumu yake bila kulazimishwa. Kwa hiyo ukiona hiyo kwa mwanao au ukiona hiyo kwa mwanafunzi wako, basi ujue hii ni dalili mojawapo ya mwanafunzi ambaye tayari ameanza kufanikiwa. Kwa hiyo anza kujivunia mwanafunzi huyo. Lakini dalili nyingine, mwanafunzi unaanza kuona anatumia vipaji vyake kwa lengo la kujiendeleza. Anauliza maswali. Kwa mfano, kama yeye ni mwigizaji, basi utaanza kuona anaanza kuigiza, anaanza kuongea peke yake, anaanza kufanya mazoezi. Yaani unaweza kusema kama mtu ameanza kuchanganyikiwa au vipi, lakini sio kuchanganyikiwa, kwa sababu tayari amegundua kipaji chake na ameanza kuchukua hatua za kuweza kupigania ndoto zake. Lakini kitu kingine ambacho kinaonyesha kwamba mwanafunzi ameanza kufanikiwa ni kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Anakuwa na ushirikiano na walimu, anakuwa na ushirikiano na wanafunzi wenzake, marafiki zake, lakini pia anakuwa na heshima wazazi. Kwa hiyo anakuwa na nidhamu ya hali ya juu, anachunga muda, anaheshimu wazazi, anasaidia. Yaani anakuwa ni mwanafunzi ambaye kwa kweli anakuwa anapendwa na kila mtu. Kwa hiyo ukianza kuona hiyo kwa mwanao, ukianza kuona hiyo kwa mwanafunzi wako, basi jiandae kwa mafanikio makubwa. Lakini jambo lingine ambayo inaonyesha mwanafunzi aliyefanikiwa ni kuvumilia changamoto, kuvumilia shida bila malalamiko kwa mara kwa mara. Huwezi kusikia mwanafunzi analalamika sana. Sio, kuna wanafunzi wengine utaona, yaani wanafunzi ambao bado hawajajua nini wanachofanya, utaanza kuona anachukia walimu, anachukia mazingira, anakuwa ni malalamiko. Lakini wanafunzi ambao wamefanikiwa, huwezi kukuta wanalalamika, huwezi kukuta wanalialia bila sababu, huwezi kukuta wanajitenga, huwezi kukuta eti hawafanyi kazi mpaka mwalimu ndio umlazimisha. Hapana, wao automatically wanajua nini cha kufanya. Lakini kikubwa zaidi, wanakuwa wanajitathmini mara kwa mara, wanafanya mitihani, wanakuwa wanafuatilia maendeleo yao, na wanakuwa wanaonyesha kama walikuwa wamefeli, basi wanaanza kuonyesha hali ya kuumia ili mtihani unaokuja mwingine basi wasifanye vibaya. Yaani yeye kila wakati unaanza kumuona yeye anakuwa ni mtu mwenye kutathmini, kujua wapi alipokosea ili aweze kujirekebisha, ili aendelee kufanya vizuri zaidi. Ziko dalili nyingi sana kwa wanafunzi ambao wanafanikiwa,
Kwa mfano nyingine ipo, hata kuwa na mtulivu darasani. Unaweza kuona mwanafunzi unapoingia tu, kama kuna shughuli zingine ambazo yeye alikuwa anazifanya anaacha, ajua kwamba sasa hizi mwalimu anaingia na natakiwa nimsikilize, natakiwa nielewe, natakiwa nifanye kazi yangu kwa utulivu. Kwa hiyo ni dalili ziko nyingi sana, siwezi nikataja zote kwa siku leo, lakini hizi chache ni baadhi tu ya dalili ambazo wewe kama mzazi, wewe kama mwalimu unaweza ukazitumia ili kugundua huyu mwanangu, je, amefanikiwa au bado. Kama bado, basi uanze kuchukua jitihada za kuweza kumsaidia zaidi ili uweze kumsaidia aweze kutimiza ndoto zake. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Isa Albano Mcholi, ni mwalimu mhamasishaji wa masuala mbalimbali ya kielimu yenye lengo ya kuwasaidia watoto wetu ili kuweza kufanya vizuri katika masomo yao na kutimiza ndoto zao. Kama umejifunza chochote kutokana na video hii, naomba comment, subscribe, follow account zangu ili nitakapokuwa naendelea kutoa mafunzo yangu, basi wewe uwe ni wa kwanza kuyapata.